Bishop Mpemba yuko Marekani. Yeye alinyakuliwa akaenda Marekani. Sababu ilikuwa aligusa mambo ya kimwili kati ya Waislamu na Wakristo, nani achinje. Mwanza pale ana kanisa kubwa Mwanza. Kakimbia zaidi ya miaka 10, kakimbia nchi, kanyakuliwa kaenda Marekani. Kama unyakuo ni kunyakuliwa kwenda Marekani, basi Bishop Mpemba kanyakuliwa yuko Marekani. Sasa anaongea kitokea Marekani juu ya Tanzania, lakini hawezi hata siku moja hayo anayaongelea akiwa Marekani kuja kuyaongelea Tanzania hapa. Hawezi kuchanganyikiwa akaamua kutoka huko kuja kuyazungumza anayazungumza akiwa Marekani akaja kuyazungumzia hapa. Yes, bishop, si pastor, si ana nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nini asije? Haya. Bishop Gwajima kimya sasa hizi. Haonekani popote, kanyakuliwa. Bishop Gwajima kanyakuliwa. Sasa hizi kanisa hayupo kanisani, bungeni hayupo, na hatumuoni popote. Kanyakuliwa. Hivi kweli Wakristo, unajua duniani humu hakuna viumbe wana PhD za uongo duniani, wanatesa watakatifu kama hawa wazungu na hizi doctrine zao za Bible schools hizi. Hivi kweli Mkristo unaamini kabisa kwamba kuna rapture alafu na kuna second coming of Jesus? Yaani kuna unyakuo alafu kutakuwepo na kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba kanisa alitapita katika kipindi cha dhiki kuu? Kweli unaamini kwamba saizi tunasubiri tukio la unyakuo tuondolewe kisha tutarudishwa ndipo kutakuwepo na kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo kutawala dunia? Bado unaamini ujinga huo? Unajua haya mambo tulikuwa tunayaamini kwa sababu hatujaona kanisa likiguswa. Sasa Tanzania kanisa limeguswa. Makanisa yamefungwa, hakuna anayenyakuliwa. Watumishi wa Mungu, maaskofu, mapadri saizi wanachezea kibano. Lakini kwa wale ambao wanawajua Wakristo wa kule India, huwezi kuambia habari za rapture wakakueleza, kwa sababu kusema tu Yesu ni Kristo kule unachinjwa. India. Waulize Wakristo wa mashariki, wa mashariki, Orthodox Christian. Hapa nazungumzia Russia na washirika wake. Kuanzia vita vya kwanza vya dunia wanapigwa, walinyang'anywa Ukristo wao, wakafundishwa mambo ya ujamaa, USSR, Wakristo hao. Kisha wakaachana na USSR kwa kupambana wao kimwili, wakalirudisha taifa lao. Ili unaloliona liko hapa 1990s hizo vita hivyo, kuivunja USSR. Alafu wewe bado umekaa tu kanisani, unafanya deliverance tu, unafanya uponyaji, unapiga hela, unasubiri kunyakuliwa. Wakristo, watoto wa Mungu, fungueni macho upya, someni Biblia upya. Mtapigwa chapa ya 6-6 msipo amka tukahubiri injili ya ufalme wa Mungu. Tutaangamia sote. Mungu awabariki sana.